asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, popote ulipo katika nchi yoyote, bara lolote, mikoa mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako na Gumko Mungu. Langu jina rafiki yako mchungaji au Bishop Emmanuel Edward Sinduije, ni mwangalizi wa makanisa ngome ya makimbilio duniani. Karibu tujifunze. Kabla yote tumshukuru Mungu. Baba, asante kwa sababu ya wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu ya majira haya na wakati ule utupatia tena. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu uliyempa neema, uliyempa kibali cha kuweza kujifunza na kufuatilia mafundisho haya. Karibu simame pamoja na sisi kwa utukufu wako na neema yako. Asante kwa sababu hutatuacha, tuendelee kuwa pamoja nasi kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, karibu sana. Leo nitakufundisha somo linasema jinsi ya kujitenga na watu bila ugomvi. Jinsi ya kujitenga na watu bila ugomvi. Kuna watu unatamani kuwaacha kwenye maisha yako kwa sababu tumeshajifunza aina 5 za watu. Sasa unasema mimi nawaachaje? Wameshanizoea, ninawaachaje? Kwa hiyo kuna wakati katika maisha utagundua kuwa baadhi ya watu hawakujengi tena. Wengine wanakuharibia amani yako, wengine wanakuchelewesha kiroho na kimaisha. Sasa hapa nitakufundisha namna ya kuwaacha kwa hekima. Changamoto iko hapa. Unaweza kujitenga bila kuleta ugomvi kabisa. Changamoto iko kwenye eneo moja. Wengi hawajui namna kujitoa. Warumi 12:18. Ikiwezekana kwa upande wenu, kaeni kwa watu, kaeni kwa amani. Ikiwezekana kwa upande wenu, kaeni kwa amani na watu wote. Mhubiri 3:1. Kwa kila jambo kuna majira yake. Sasa ukweli ni huu: kujiondoa sio chuki, ni hekima tu. Maana unaweza kutaka kujiondoa. Sasa unajiondoaje? Mwingine anasema sasa mchungaji, mimi najiondoaje? Nimeshamkaribisha. Umemkaribisha mwenyewe kwenye maisha yako, lakini kujiondoa au kumuondoa kwenye maisha yako unashindwa. Sasa nimekuletea njia ya hekima tu kwa msaada wa Roho Mtakatifu bila ugomvi. Biblia imesema tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo hata mpagani lazima uwe na amani naye, haijalishi ni nani. Sasa ziko njia zitakazokusaidia, rahisi sana. Njia ya kwanza, anza kupunguza mawasiliano taratibu. Mithali 17:27. Azuia maneno yake, azuiaye maneno yake ana maarifa. Amos 3:3. Je, wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana au wasipokubaliana? Usikate ghafla mawasiliano yake na wewe kwa fujo. Punguza simu, punguza maongezi, punguza makutano yako na yeye. Kwa utaratibu wataanza kuelewa bila drama yote, bila shida. Anza kupunguza mawasiliano taratibu. Ulikuwa unampigia simu, usipige. Ulikuwa unachatania kila wakati, tuma message moja moja tu. Itakusaidia. Lakini namba 2, weka mipaka. Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko yote. Wagalatia 5:1. Simameni imara katika uhuru. Jifunze kusema hapana. Jifunze kusema siwezi. Mipaka inalinda amani yako na hatima yako. Weka mipaka. Kuna watu kwenye maisha hawezi kusema hapana, hawezi kusema siwezi. Wao ni ndio, 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 ndio. Unapoweka mipaka, unalinda amani ya moyo wako, unalinda hatima yako isiharibiwe. Lakini namba 3, usiwaeleze kila kitu. Ulikuwa unawaeleza kila kitu, sasa usianze kujifafanua na kuelezea mambo yako tena. Mithali 23:9. Usiseme masikioni mwa mpumbavu. Mathayo 7:6. Msiyatoe yaliyo matakatifu kwa mbwa. Simpe mbwa kilicho kitakatifu. Si kila mtu anahitaji maelezo, wengine hawataelewa. Ukijieleza sana unaweza kuleta ugomvi. Kuna watu hawataki maelezo. Kuna watu hawezi kukuelewa hata kama ungejifafanua, ungejieleza, hawawezi kukuelewa.
Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima uangalie sana kwa umakini. Lakini namba 4, badilisha mzunguko wako wa maisha. Korintho wa kwanza 15:33. Mazungumzo mabaya haribu tabia njema. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio wake. Badilisha mazingira, tafuta watu wapya walio sahihi. Utajikuta unajijenga taratibu na kujitenga bila ugomvi. Anza kujifanya bize kwa bize. Namba 5, jifanye bize na mambo yenye thamani. Waefeso 5:16. Mkiukomboa wakati. Wakolosai 3:2. Yafikirini yaliyo juu. Jaza muda wako na maendeleo yako kwa ajili ya Mungu na maono yako. Muda wako wote ujae ubize kwa ajili ya maendeleo na maono na kwa ajili ya Mungu. Kukaa bila sababu, bila kazi maalum na kupiga stori, anza kukata mguu taratibu bila ugomvi. Jamani vipi? Hapana, ni ubize tu jamani. Yani mambo yamenitindikia, yamekuwa mengi, yamenijalia, yamekuwa mengi. Mpaka story zimenitindikia kuja huko. Mepungukiwa story, yani ubize tu. Muda unaenda, umri unasogea. Finali ni uzeeni. Bwana Yesu asifiwe. Namba 6, jibu kwa hekima na utulivu. Mithali 15 mstari wa kwanza. Jawabu la upole ugeuza hasira. Wakolosai 4:6. Maneno yenu yawe na neema. Wakikuuliza jibu kwa heshima, usiwe mkali, usifiatue. Utulivu unazuia ugomvi. Mimi kwani nini? Una faida gani kwenye maisha yangu? Hapana. Wewe utakuja okoka. Mtu aliyeokoka anajua kujibu kwa hekima. Amen. Namba 7, waombee badala ya kupigana nao. Mathayo 4:44. Waombee wanao wauzi. Mathayo 5:44. Warumi 12:20-21. Ushinde ubaya kwa wema. Usiwe na chuki, waombee. Hii inalinda moyo wako, kiroho chako, maisha yako kirahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuzingatia kujitenga si ubaya, si dhambi, wala si chuki. Ni ulinzi wa hatima na hekima ya maisha yako. Epuka mashindano ya kipumbavu. Timotheo wa pili 2:23. Zaburi ya 34:14 kasome. Utafute amani na ukaifuate. Chagua amani kuliko ugomvi. Kwa si kila mtu kwenye maisha yako anafaa. Hizi ni njia 7 takazo kusaidia wewe kuwashinda watu, kujiepusha nao, kuwaacha kwa upole. Na unapowaacha, tafuta marafiki. Kila rafiki uliye naye muandike, afu angalia kila rafiki tangu umekuwa naye na faida gani kwako. Ana kitu gani kwenye maisha yako? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kuna watu mpaka leo maisha walio nayo ni kwa sababu sasa, mchungaji, mimi namwachaje huyu? Ex wako namwachaje? Mlishaachana kwenye maisha ya dhambi, na wasiana tena kwa bali ya nini? Kama utaki kurudi dhambi tena, na bora sasa angekuwa umeokoka. Sasa ex wako mmekutana au kujaokoka mpaka umeokoka na bado upo naye, ni picha ambayo ni chafu. Yesu tusaidie sana. Weka mkono kifuani. Naweza kusema mchungaji, hili jambo ni gumu, siwezi. Weka mkono kifuani. Ninakuombea maombi haya upate ujasiri. Sema: Baba wa mbinguni, asante Bwana Yesu kwa sababu unanipenda. Nipe hekima ya kuchagua watu sahihi. Nifundishe kujitenga kwa amani. Niondoe katika mahusiano yanayoharibu. Linda moyo wangu na hatima yangu. Nisaidie kunipa ujasiri na hekima dhidi ya marafiki wabaya. Ninachagua amani na jitenga kwa hekima bila ugomvi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye amejifunza neno hili kwa ufupi. Amegundua jambo na ameona jambo la muhimu ya aweza kujifunza zaidi juu ya marafiki. Baba, naomba kampe ujasiri, kampe nguvu, kampe hekima na maarifa. Kaone mkono wako, kaone nguvu zako zikitembea pamoja naye.
kamtetee kwa namna kipekee. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye neema, hautamwacha, utampungukia. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu, thibitika, onekanika kwa namna kipekee katika maisha ya msikilizaji huyu. Ninabomoa misingi yote ya hofu. Mpe ujasiri, mpe macho ya kuona marafiki walio wazuri na wenye hekima. Baba, nakutukuza nikisema asante kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Endelea kusimama naye na kumpigania kwa namna ya kipekee. Asante kwa ajili ya fundisho hili, na amepata hekima na maarifa katika jina la Yesu, amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Utakuwa umefanya jambo la msingi sana ukishare ujumbe huu na watu wengine. Utakuwa umehubiri pamoja na mimi. Wafuadie, share na wakaribishe katika vipindi vyetu, waendelee kujifunza. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Ikiwa una ushuhuda kupitia masomo haya, unaweza kunipigia kwa namba 0789950580. Mungu wa mbinguni akuinue. Mungu wa mbinguni akupe haja ya moyo wako, na akupe hatua, na akupe marafiki wapya katika nyakati hizi, ili ujifunze na kuweza kufika mbali. Pokea neema, pokea kibali. Nimekubariki katika jina la Yesu, amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa.